this service. Karibu katika ibada ya siku ya leo. We are carrying on a series Tunaendeleza mafundisho on discipleship, kuhusu wanafunzi, which we began on last Sunday. ambaye tulianza Jumapili iliyopita. But now, as we talk about discipleship, we're looking at various topics. Lakini sasa tunapozungumza kuhusu kukuza wanafunzi, tunaangalia mada tofauti. In our lunch hour, we were looking at the power of the word. Katika ibada ya mankuli tumekuwa tukiangalia nguvu za neno. Because a disciple is not a disciple minus the word of God. Maana mwanafunzi si mwanafunzi bila neno la Mungu. Today, Leo we are looking at discipleship, tunaangalia but wanafunzi, under the topic lakini chini ya mada sin, dhambi, understanding the meaning of sin. kuelewa maana ya dhambi. Because a disciple becomes a disciple Maana mwanafunzi anafanyika mwanafunzi after moving away from a sinful life. baada ya kutoka na kuachana maisha ya And dhambi. even in our day-to-day living, Na hata katika maisha yetu ya leo kwa leo, every disciple must know how to handle sin. kila mwanafunzi lazima ajue jinsi ya kushughulikia dhambi. All that said, Haya yote akiwa let's yamesemwa, talk about sin wacha tuzungumzie kuhusu dhambi as a major topic. kama mada kuu leo. We want to understand what sin is. Tunataka kuelewa dhambi ni nini. Romans chapter 8 verse 12. Warumi mlango wa 8 mstari wake na 12. Romans 8:12. Warumi 8:12. Let us pray. Wacha tuombe. Father, in the greatest name of Jesus, Baba, katika jina kuu la Yesu, we are praying today tunaomba leo that you help us ya kwamba utusaidie understand sin tuelewe dhambi and run away from it. na tuitoroke By the power of the Holy Spirit, kupitia kwa nguvu za Roho enable Mtakatifu. us to know what sin is. Tuwezeshe tujue dhambi ni nini, And by your power, na kupitia kwa nguvu we shall zako run away from it. tutaitoroka. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Romans 8:12. Warumi 8:12. Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. Basi kama ni hivyo, ndugu, tuwadeni isiwe mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. So the Bible is urging us Kwa hivyo Biblia that inasisitiza we are not obliged to do what our sinful nature urges us to do. ya kwamba hatufai tutende kila ambacho asili yetu ya dhambi inatuambia tutende. We have to do something against that urge. Lazima tufanye kitu kinyume na msisimko huo. In Jesus' name. Katika jina la And the Bible is Yesu. saying the sinful nature. Biblia inasema asili ya dhambi. So we have the word sin. Kwa hivyo tuko na neno Sinful dhambi. nature. Asili ya dhambi. We should not obey the sinful nature. Haifai tuitii asili ya dhambi. What therefore is sin? Kwa hivyo dhambi ni It nini? is classified into 4, Inaorodheshwa kwa 4. and we shall want to look at each after every other. Na tungelipenda kuangalia kitengo kimoja baada ya kingine. Number 1, Ya kwanza, sin dhambi is deviation from a norm or standard. ni kupotoka au kutoka kwa njia ya kawaida au kiwango. Deviation from a norm or a standard. Ni kuchukua mkondo mwingine kutoka kwa hali ya kawaida ama kiwango And kilichowekwa. the standard we are talking about is God's word. Na kiwango ambacho tunazungumzia ni neno la Mungu. Whatever is normal is what is acceptable. Chochote ambacho ni cha kawaida ni kile ambacho What is kinakubalika. normal is what's right. Kile ambacho kinakubalika ni kile ambacho So ni our sawa. standard is the word of God. Kwa hivyo bima au kiwango chetu So ni neno la whenever Mungu. we deviate from this norm, Tunapopotoka kutoka kwa hali ya it kawaida, means sin is to miss the mark. inamaanisha kwamba dhambi ni kukosa alama. This is our standard. Hiki ndicho kiwango When we chetu. miss this standard, Wakati tunapeza kukosa kutoka kwa kiwango we hiki, miss the mark. tunakosa We alama. fall below the standard. Tunaanguka chini ya kiwango. And that also means Na inamaanisha when we pia are deviating, wakati tunapotoka, we are going wrong.
tunaenda kwa kupotea. We are going wrong. Tunaenda mahali pa kupotea. Psalms 51 verse number 4. Zaburi 51 mstari wa 4. Psalms 51 verse number 4. Zaburi 51 mstari wa 4. Remember, every other thing we are saying under the deviation, it will just be an extension of the same point. Kumbuka kwamba mambo yote ambayo tunazungumzia chini ya kupotoka itakuwa ni maendelezo tu ya hiyo alama moja. It will not be a separate point, but it will be just explanation, additions. Haitakuwa alama kivyake, lakini itakuwa ni kuongezea tu. Psalms 51 verse 4. Zaburi mlango wa 51 mstari wa 4. Against you and you alone have I sinned. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. I have done what is evil in your sight. Na kufanya maovu za macho yako. So in that context, katika muktadha huo, God is our standard. Mungu ndiye kiwango chetu. And his word. Na neno lake. So now when we sin, kwa hivyo tunapotenda dhambi, we are doing it against God. Tunatenda kinyume na Mungu. And we must, sin is not sin. Dhambi sio dhambi. Until you realize hadi utambue you are affecting your relationship with your God. Unaathiri uhusiano wako na Mungu wako. Because sometimes we can do things secretly. Maana wakati mwingine tunaweza fanya vitu kwa siri. Until nobody else has seen us. Na tuhisi ya kwamba kuna mtu yote ambaye ametuona. Every disciple of Jesus, lakini kila mwanafunzi wa Yesu must realize that the eyes of the Lord are seeing. Lazima atambue kwamba macho ya Bwana yanatuona. And like the writer of the Psalm, na mwandishi wa kitabu cha Zaburi, say against you and you alone. Anasema kwamba tumekutenda dhambi kinyume nawe peke yako. Sinned. Nimetenda dhambi. I have done what is evil. Nimetenda kile ambacho ni kiovu. In your sight. Katika macho yako. Hallelujah. Hallelujah. So that means also, inamaanisha pia, sin, as we said, it means going astray. Dhambi jinsi vile tumesema ni kupotoka. It is going astray. Ni kupotoka. That's still on deviation. Hiyo bado iko kwa kuchukua njia ambayo haifai. It is moving from a straight line. Ni kuondoka kutoka kwa mstari ambao uko sambamba. Going astray. Ni kwenda kando. Moving from a straight line. Kuondoka kutoka kwa mstari ambao umenyooka. That is what is called transgression. Hiyo ndio inaitwa dhambi. Because you have gone against. Maana umeenda kinyume na. You have gone beyond. Umeenda zaidi ya. Umevuka mipaka. The boundary. Umevuka mipaka. Hallelujah. Hallelujah. So when we talk about transgression, kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu kutenda dhambi, in Romans 4:15, katika kitabu cha Warumi 4:15, the Bible says that it's law, the law, when we fit, it is the law that shows us that we have sinned. Biblia inasema kwamba ni torati au sheria ambayo inatuonyesha kwamba tumetenda dhambi. So when you remove law, wakati unaondoa torati au sheria, you can still say I'm not sinned. Bado unaweza sema kwamba sijatenda dhambi. Romans 4:15, lakini kwa Warumi 4:15, it is the law that shows us what is right and wrong. Ni sheria ambayo inatuonyesha kilicho sawa na kibaya. So where there is law, kwa hivyo pale ambapo kuna sheria, it is showing you what is right, inakuonyesha kile ambacho ni sawa, and you still go against what's right, na bado unaenda kinyume na kile ambacho kiko sawa. You are transgressing. Kwa hivyo unatenda dhambi, unavuka hali. You are going against what's right. Unaenda kinyume na kile ambacho kiko sawa. So without law, which is God's word, kwa hivyo pasipo na sheria ambalo ni neno la Mungu, sin cannot be sin. Dhambi haiwezi kawa dhambi. Law exposes sin. Kwa hivyo sheria inafunua dhambi ikiweka wazi. Hallelujah. Hallelujah. Law exposes sin. Sheria inaweka dhambi kuwa wazi. Law tells us what is right, but it does not give us the power to do what is right. Sheria inatuambia kile ambacho ni sawa kutenda, lakini haitupi nguvu ya kutenda kile ambacho ni sawa. Without the power of Jesus, pasipo na nguvu za Yesu, the law before Jesus came, sheria kabla ya Yesu kukuja, lacked the power, ilikosa nguvu to enable us not sin, kutuwezesha sisi kutotenda dhambi. But now when you receive Jesus, lakini sasa unapompokea Yesu, he gives us a new nature, anatupatia asili that mpya, fights against the old nature of sin, ambaye inapiga vita asili ya kale ya dhambi. Hallelujah. Hallelujah. Sin is to take a false step still under deviation. Dhambi ni kuchukua hatua za uongo, bado ni chini ya When uongo. I'm deviating, maana wakati mimi naenda kando, I'm taking a false step, ninachukua hatua za uongo ambazo hazipo, or a false path,
au nachukua njia ambayo ni ya uongo. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Maybe somebody can say, but if I've done that so repeatedly, Kwa hivyo mtu anaweza sema ikiwa nimefanya hivyo kwa kurudia is rudia, there a solution? je, kunayo suluhisho? Colossians 2:13 says, Wakolosai 2:13 we have been inasema, made alive in Christ. tumefanywa kuwa hai ndani ya So we Kristo. have power Kwa hivyo tunazo nguvu to be able to come back to the right path. kuweza kurudi kwa njia ambayo ni sawa. Hallelujah. Hallelujah. We have that power. Tuko na nguvu When we are hizo. made alive, Wakati it tunafanywa kuwa means hai, sin has the power to bring death. inamaanisha kwamba dhambi iko na nguvu ya kuleta And mauti. that's why anyone who's living a life of sin, Na ndio maana mtu yote ambaye anaishi maisha ya dhambi, as much as I'm physically alive, licha ya kwamba kimwili niko hai, I am dead nimekufa, because I have no life. maana sina uzima. But when Jesus enters our lives, Lakini wakati Yesu anaingia katika maisha yetu, that state of death hiyo hali ya mauti because of sin kwa ajili ya dhambi is dealt with. inashughulikiwa. That's why you need to know Ndio Jesus maana inakupasa umjue as Yesu your Lord and Savior. kama Bwana na Mwokozi wako. Hallelujah. Hallelujah. You can also get an answer on how to be made alive in Christ in Ephesians 2. Unaweza pata jawabu jinsi vile ya kuwa hai ndani ya Kristo katika Waefeso mlango wake wa 2, Verse 5 to 8. mstari wa 5 hadi wa 8. Hallelujah. Hallelujah. Number 2, Jambo la pili, we've said sin is classified into 4. tumesema kwamba dhambi inaorozeshwa hadi kwa viwango vinne. What is sin number 2? Dhambi ni nini? Jambo la It pili, is the description of a state. ni ufafanuzi wa hali. Sin is a description or the description of a state. Dhambi ni ufafanuzi au tafsiri ya hali. What is this state? Hii hali ni gani? Sin is a fixed state Dhambi ni hali ambayo iko wima, haibadiliki, in which men or people are trapped. ambayo binadamu Hallelujah. wanashikwa ndani The yake. state we are talking about Hali ambayo is tunaizungumzia a helplessness, ni hali ya kukosa a usaidizi, hopelessness, hali ya kukosa matumaini, a condition or a state of slavery, hali ya utumwa, some addictive behavior tabia uraibu fulani ambao unapenda, where you are so bound pale ambapo umefungwa mno in sana the thought katika mawazo and even in life na hata katika that maisha, you need help. na unahitaji That is msaada. a state, Kwa hivyo hiyo ni a hali, fixed state hali ambayo in which imefungwa, men or people are trapped. ambayo binadamu wamenaswa. Is that state? Je, ni hali It hiyo is called inaitwa wickedness. maovu, Wickedness. inaitwa maovu. Hallelujah. Haleluya. Wickedness. Maovu, Ungodliness. kukosa ungu, Wickedness. maovu, Ungodliness. ukosefu wa uungu. That you can find in Psalms 1:6. Unaweza ipata katika Zaburi 1:6. Psalms 1:6. Kitabu cha Zaburi mlango wa 1 mstari wa 6. We are saying sin is a description of a state Tunasema kwamba dhambi ni ufafanuzi wa hali or a condition. au hali For tukio. the Lord watches over the path of the godly, Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, but the path of the wicked bali njia ya wasio haki leads to destruction. itapotea. So Psalms tells us that state, Kwa hivyo Zaburi inatuambia hali hiyo, wickedness, maovu, the wicked. waovu. So people can say, Watu wanaweza I'm wakasema, not a sinner, mimi sio but mtenda if dhambi, I'm in a state of wickedness, lakini ikiwa niko katika hali ya maovu, it means I am a sinner. inamaanisha kwamba mimi ni mtenda dhambi. Hallelujah. Haleluya. In the name of Jesus. Katika jina la So when you're Yesu talking about ungodliness, tunazungumzia kuhusu ukosefu wa uungu. wickedness, Maovu it is anything against God. ni chochote ambacho kinampinga Mungu, Anything against God. chochote ambacho ni kinyume na Whether Mungu, what I say, ikiwa ni pengine kile ambacho nasema, what I think, kile ambacho nawaza, my actions, matendo yangu, generally my whole life, kwa kiujumla maisha yangu it will even yote. be the food I'm eating. Inaweza kuwa hata pengine ni chakula ambacho nakila, Anything that is against God. chochote ambacho ni kinyume na It Mungu. could even be even politics. Inaweza kuwa hata pengine ni siasa. Hallelujah. Haleluya. Satanism. Uwa shetani, Anything against God. chochote ambacho ni Three. kinyume na Mungu. Jambo la tatu, What is sin? dhambi ni nini? Deliberate rebellion.
Kuasi ambako umekusudia. Deliberate rebellion. Kuasi kwa kukusudia. Deliberate rebellion. Kuasi kwa Or we kukusudia. would make it this way. Au tutaifanya hivi. Deliberate action against God. Matendo, unatenda vitu ambayo iko kinyume na Mungu. That deliberate action against God is what we call rebellion. Hilo tendo la kinyume na Mungu ndio ambayo tunaita kuasi. Rebellion. Kuasi. Isaiah 1 verse number 2. Isaya mlango wa kwanza mstari wa pili. Today we shall read several scriptures. Leo tutasoma maandiko kadhaa. Because those scriptures are helping us understand what sin is. Maana maandiko haya yanatusaidia kuelewa dhambi ni I've nini. always said, Kila mara nimesema, my aim has not always been to finish. lengo langu sio kumaliza. My aim is to communicate. Lengo langu ni Because the Lord kuwasiliana. has called me Maana Bwana to be ameniita a teacher of His word, kwa mwalimu wa neno to lake, establish God's people. kuanzisha au kuwasimamisha watu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 1 number 2. Isaya 1 mstari wa pili. Listen, all heavens. Sikieni enyi mbingu, Pay attention, earth. tega sikio nchi. That is what the Lord says. Kwa maana Bwana amenena hivyo. Remember, God is calling upon heavens and the earth. Kumbuka kwamba Mungu anaita mbingu na nchi. Listen, all heavens. Sikiza mbingu, Pay attention, earth. ukasikize ewe nchi. That is what the Lord says. Hiki ndicho Bwana anasema. The children I raised and cared for Watoto ambao niliwalea na kuwalisha have rebelled against me. wameniasi mimi. Have rebelled against me. Wameniasi mimi. Could you be that person? Je, inaweza kuwa wewe ni huyo mtu? Could I be that person? Je, inaweza kuwa mimi The ni Lord has huyo mtu raised me up. ambao Bwana He ameniinua? has given me everything. Amenipa kila I have a kitu. good job. Niko na kazi I have nzuri. children. Niko na I have watoto. amassed so much. Nimepata mali And nyingi. yet, Ili hali God is not in my life. Mungu hayumo katika maisha yangu. I have rebelled against Him. Nimeasi kinyume naye. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Now, we can also say that state of rebellion, Tunaweza sema pia hiyo hali ya kuasi or rebellion is a state of anarchy. au kuasi ni hali ya kuibuka kwa ukinzani. Yes, a state of anarchy or lawlessness. Ni hali ya kuinuka kwa kupinga au ukosefu wa sheria. Like the way the Israelites lived in the days when there were no judges. Kama vile wana wa Israeli walipoishi katika nyakati ambao hawakuwa na waamuzi. Every person did what they felt good to them. Kila mtu alitenda kile ambacho alihisi ni kizuri We are kwake. living in the world Tunaishi katika where dunia people no longer care about anybody. pale ambapo watu hawajali tena kuhusu We mtu care yeyote. not about any leader above us. Hatujali kuhusu kiongozi yote aliye juu yetu. Be they parents, Iwe ni be wazazi, they people who have authority in the land, iwe ni watu ambao wako na mamlaka katika or they nchi. be our neighbors, Iwe pengine ni or they majirani be wetu, our children, pengine ni watoto wetu, our parents, or our relatives. wazazi wetu au watu wa ukoo We wetu. are living at a time Tunaishi katika where nyakati people only care about me. pale ambapo watu wanajali tu And so kuhusu long as mimi, I want to satisfy myself, na kwa hivyo nataka kujitosheleza tu mimi I mwenyewe. can kill anyone Naweza nikamua kila so long mtu as I reach my end. mradi tu nikafike mwisho That is wangu. anarchy. Hiyo ni ukosefu You wa can never live sheria. that way forever. Hauwezi ukaishi hivyo milele. Even if you have all the power, Hata ikiwa una nguvu zote, one day siku You will moja die. utakufa. you will die. And Utakufa. after death, Na baada ya kifo, judgment. hukumu yaja. Life is so brief. Maisha ni mafupi You mno. don't feel you have everything, Usihisi ya kwamba unacho kila so much that kitu. you don't need God. Kwa hivyo hamhitaji You Mungu. will one day leave this planet. Siku moja utatoka katika sayari hii. Where will you go? Je, utaenda wapi? How will you go back to God whom you have rebelled against? Utamrudia aje Mungu ambaye umemwasi? Hallelujah. Hallelujah. I want to address somebody today. Nataka nizungumze na mtu leo. If you say God is not there, Ikiwa unasema kwamba Mungu hayupo, one day at a time you'll be alone on the deathbed. siku moja ambapo utakuwa peke yako katika kitanda cha mauti, That time you'll wish somebody would come with the Bible. wakati huo utaomba kwamba mtu aje na There is a Biblia. moment in life Kuna wakati katika when maisha you'll be alone. pale ambapo utakuwa peke yako. Nobody will be there. Hakuna mtu ambaye You atakuwa will pale. remain alone Utabakia peke in yako total darkness. katika giza A totoro, moment of decision, wakati wa and you uamuzi, have no power to speak.
na utakuwa na nguvu za kuzungumza. Rebellion Kuasi is the worst sin. ni dhambi ambayo ni mbaya kwa zote. Isaiah 28 Isaya mlango wa 28 and Ezekiel 14. na Ezekieli mlango wa 14. We shall not read. Hatutasoma hizo. Isaiah 28 and Ezekiel 14. Isaya 28 na Ezekieli The 14. person over there, Mtu aliye or pale the object of discussion, kwa chombo cha mjadala ambao tunao is Satan. ni shetani. He rebelled against God. Aliasi kinyume na Mungu. And that's why we have demons. Na ndiposa tunao We mashetani. have angels that rebelled. Tuko na malaika ambao And waliasi they were thrown away from heaven. na walitupwa kutoka mbinguni. You can please go and read. Do some study Tafadhali unaweza enda ukasoma in those kivyako two chapters. katika milango hizo mbili. Satan wanted to be the most high. Shetani alitaka kuwa aliye juu kwa vyote. That is rebellion. Huyo ni kuasi. In Numbers 16, Katika Hesabu we also 16 see some other rebellious people. tunaona pia watu wengine waasi. And we can also see other sinful people. Na tunaweza sema pia tunaweza ona watu wengine wa Because sin dhambi. is rebellion. Maana dhambi ni Numbers kuasi. 16, Hesabu we 16 have a man called Korah. tuko na mwanaume ambaye anaitwa We have Kora. another one called Abinadab. Tuko na mwingine ambaye anaitwa Abinadabu. And we have another one called Dathan. Na tunaye mwingine ambaye anaitwa Korah, Dathani. Abinadab, Kora, Abinadab Dathan. na Dathan. They rebelled against Moses. Waliasi kinyume na Musa. Moses was a representative of God. Musa alikuwa ndiye mwakilishi They wa said, Mungu. who is Moses? Wakasema Musa ni nani? And they said they would not listen to him. Na kisha wakasema kwamba hawatamsikiza. And God punished them. Na Mungu akawaadhibu. The earth opened up Nchi ikafunguka. and they were swallowed alive with their families. Na wakamwezwa wakiwa hai pamoja na jamii zao. That's how the day of judgment will be. Hivyo ndivyo siku ya hukumu itakuwa. Everything will be shaken. Kila kitu The kitatikiswa. stars, the sun will be moved. Nyota, jua zitasongezwa, zitaondolewa. That day is coming. Siku hiyo And inakuja sin will be punished. na dhambi But itaadhibiwa. this is the time of grace. Lakini huu ndio wakati wa That's neema. why Jesus came, Ndio maana Yesu so that akaja we can run away from ili sin kwamba tutoroke dhambi and live a righteous na life tuishi maisha ya by haki the power of the Holy kupitia Spirit. kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Number 4, Jambo la 4, sin dhambi is devious actions or attitudes. ni matendo maovu au nia mbovu. Devious actions or attitude. Ni matendo ya kishetani au nia ya We can also say kishetani. dubious actions. Tunaweza sema Doubtful. pia matendo ya kutilia shaka. Hallelujah. Haleluya. Yani actions that when people look and say, surely, Matendo ambayo watu wanaangalia wanashtuka kwa hakika. is that so and so? Je, kwa hakika huyo ni fulani wa fulani? In Numbers 14:9, Katika Hesabu we 14:9 have an account over there tukaona tukio pale when the children of Israel began crying wakati wana wa Israeli walianza kulia, because the 10 spies told them we cannot occupy that land. maana wapelelezi 10 waliwaambia kwamba hatuwezi tukaimiliki nchi And they hiyo, were poisoned. na kisha wakatiwa sumu, And they were standing up against na Moses. walikuwa wanasimama kinyume na Their Musa. actions at that time were doubtful. Matendo yao wakati huo yalikuwa ya Their kutilia shaka, attitudes were not right. nia haikuwa sawa. Hallelujah. Haleluya. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. Psalms 78 verse 8. Zaburi 78:8. Psalm 78 verse 8. Zaburi 78 mstari wa We are 8. talking about devious actions or attitude by people. Tunazungumzia kuhusu matendo ya kishetani au nia ya kishetani na watu. Bible says, Biblia inasema Psalm 78:8, Zaburi 78:8. then they will not be like their ancestors. Naam, wasiwe kama baba zao. How were their ancestors? Mababu zao walikuwa aje? This is how their attitudes were Hivi ndivyo nia yao ilikuwa and their actions. na matendo yao. Stubborn, Wasumbufu, rebellious, wenye kuasi, stubborn, wakaidi, rebellious, wasi and unfaithful, na ambao si waaminifu, refusing to give their hearts to God. wakikataa kupeana mioyo yao kwa That Mungu. is sin. Hiyo ni dhambi. When our attitudes Wakati nia zetu are that of stubbornness, ni ya ukaidi, unfaithful,
kutokuwa And we waaminifu, refuse to give our hearts to na God. tunakataa kupeana mioyo yetu kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. In Genesis 19 verse 7, Katika Mwanzo 17:7 we have the state of the people of Sodom and Gomorrah. tuko na hali ya watu wa Sodoma na Gomora. These were homosexuals, Hawa walikuwa ni mashoga, sodomites, walikuwa ni sodomy. mabasha, These were the people. walikuwa ni wa... Na katika mstari wa 7 They are being told, Banu, they are being told, wanaambiwa, please my brothers, tafadhali ndugu zangu, don't do such a wicked thing. usifanye kitu kama hicho cha uovu, Because they were homosexuals. maana walikuwa mashoga. Now the sin of homosexuality, Sasa dhambi ya ushoga, that is an attitude hiyo ni nia of a devious attitude, ambayo ni ya kishetani, questionable actions. matendo ambayo yanatiliwa That shaka. when we are in that state, people do not understand whether we're in the right state of mind. Watu katika hali hiyo hawaelewi ya kwamba kama wako katika hali ambayo ni sawa. Hallelujah. Hallelujah. So that means when Inamaanisha you're talking about devious actions, tunapozungumzia kuhusu matendo it ya means to kishetani, be evil inamaanisha kuwa or muovu bad au mubaya in a specific act. katika tendo makususi. Is to be evil or bad. Ni kuwa muovu au mbaya. I.e. the specific act of evil in Sodom and Gomorrah. Katika kwa mfano katika matendo kama ya Sodoma na Gomora. Hallelujah. Hallelujah. So when things are devious, wakati mambo ni ya kishetani, that means is the reality of something inamaanisha kwamba ndio uhalisi wa kitu that has been lost. ambacho kimepotea. Yeah, people in that state, they are lost. Watu katika hali hiyo wamepotea. And sin Na dhambi separates somebody from God. inamtenganisha mtu na Mungu. Separates somebody from God. Inamtenganisha mtu na Mungu. From man. Kutoka kwa binadamu. And causes a problem. Na inasababisha shida within a person. ndani ya mtu. So it is vertical. Kwa hivyo ni kwenda juu, kupanda, and horizontal. Na pia mmoja kwa mwingine. Inaathiri uhusiano wetu na Mungu and with one another, na mmoja kwa mwingine, na wewe mwenyewe. That is what sin is. Hiyo ndio dhambi ni. As we pray today, tunapoomba leo, have you understood what sin is? Je, umeelewa dhambi ni nini? Could those four states, je, inaweza kuwa hizo hali nne be an explanation of your life? Ni ufafanuzi wa maisha yako. Deviation from a norm. Kutoka kwa njia. Description of a state. Ufafanuzi wa hali. Where you are trapped. Pale ambapo umenaswa. Rebellion. Kuasi. Or devious and dubious actions or attitudes. Au matendo ya maovu au ya kutilia shaka na nia pia. Next time we shall be looking at how do we respond to sin. Wakati mwingine ule tutakuwa tunaangalia, je, unaitikia aje kwa dhambi? How do we handle sin? Tunashughulikia dhambi kwa njia gani? Jinsi vile tunapigana na dhambi. Father, in the greatest name of Jesus. Baba, katika jina kuu la Yesu. What an honor to share your word. Heshima iliyoje kulishiriki neno lako. In your presence we are. Katika uwepo wako tuko. In your presence we stand. Katika uwepo wako tunasimama. In you we live. Ndani yako tunaishi. Without you we are nothing. Pasipo na wewe sisi si kitu. We pray today. Tunaomba leo. The Lord we get inside of ourselves. Bwana, tukaweze kuingia ndani yetu. And examine how we are living. Na tuweze kutathmini jinsi vile tunaishi. Because all of us. Maana sisi sote. As you say in Romans 14:12. Jinsi vile unasema katika Warumi 14:12. We shall keep a personal account to you. Tutapeana hesabu ya mtu binafsi kwako. On that day of judgment. Kwa siku hiyo ya hukumu. We ask you to forgive us today. Tunakuomba utusamehe leo. That we may accept Jesus. Tukamkubali Yesu. As the answer to sin. Kama jawabu kwa dhambi. So that we are made alive. Ili kwamba tufanye hai. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. How we pray. Tumeomba. Amen. Amen. This has been Pastor Daniel. Huyu amekuwa ni mchungaji Daniel. Sharing on the topic sin. Akishiriki kwa mada dhambi. God bless you so much. Mungu akubariki sana. And God bless you for your support. Na Mungu akubariki kwa usaidizi wako. For believing in God. Kwa kuamini ndani ya Mungu. And trusting us as the servants of God. Na kutuamini sisi kama watumishi wa Mungu. We declare a special blessing. Tunatangaza baraka kipekee. That you will not die. Na kwamba utakufa. You will live and declare the wonders of the Lord. Utaishi na kutangaza matendo ya Bwana. You will be full of days. Utashiba siku. Wealth. Heshima and honor. Mali na heshima. 1 Chronicles 29:28. Mambo ya Nyakati ya kwanza 29:28. Until we meet again. Hadi tukutane tena. Enjoy your time. Furahia wakati wako. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen.